Bwana, mambo vipi mfuatiliaji wa Mobile Graphics Solution? Tunatumia app ya Pixel Lab kwenye kutengeneza logo. Sasa leo tutaanza na logo mojawapo. Kwanza hakikisha una app inaitwa Pixel Lab kwenye simu yako. Kama unaingia first. Leo tutaangalia logo ya RGB Studio. Utaingia hapa new text, utakuja hapa juu uta edit, utabonyeza hapo mara moja, utaandika RGB, utakuza. Baada ya kuandika hivi, baada ya kukuza, utakuja huku chini kabisa kwenye A hapa. Hii A ni option ya text, ya kueditia text. Kama hivi umeshaandika text zako RGB, utakuja hapa kwenye A. Ukishabonyeza A itafungua option zake hapa juu. Utaingia sehemu ya stroke ambayo ndio hii hapa. Hii hapa utabonyeza stroke, then utafungua, utaweka kala nyeusi hapa, utaongeza stroke mpaka 30. Utabonyeza alama ya tick. Baada ya hapo utaona stroke yako hapo imeonekana. Baada ya hapo sasa utakuja kucholea umbo lako sasa kama hivi. Utakuja hapa kwenye radius, utalipeleka mbele hivi, utaweka rangi nyeusi kama hivi, utatik, utavuta hivi, utakuja ubonyeze shape nyingine, utabonyeza radius hii, utaiachia na rangi nyeupe, utaileta hivi, uhakikisha imekaa katikati. Utaziunganisha hizi shape mbili. Baada ya hapo utaisend to back, utabonyeza hii option ya send to back. Itaenda chini ya maandishi na maandishi yatakuja juu kama hivi. Baada ya hapo utacholea, utakuja utachukua shape tena hapa kama hivi, utaweka rangi nyeusi, utatik, utakuja uweke hapa. Utaweka hapo. Ukishamaliza utafunga huku na kufuli isiwe ina move. Baada ya hapo hii shape unaicopy ili uje uweke hapa pia. Baada ya hapo utakata hii,
utakuja kukata hapa. Utafunga pia hapa, utakopi, utaileta hapa. Na lengo la kuweka hii rangi nyeupe maana yake ni ina effect ya kukata, yani ni kama wembe ulipoiweka ukiapply, ukija kuapply utaunganisha zote kwa pamoja, utatik, then utabonyeza hapa hichi kidude kwa ajili ya kuziunganisha. Utabonyeza mara moja papo, utabonyeza okay, zitaungana kwa kitakuwa kitu kimoja hapa, kitakuwa kitu kimoja. Ukiwa una move hivi na move nzima. Baada ya hapo sasa uta apply effect huku uta apply effect hii hapa ya erase color. Utabonyeza mara moja, utafungua hivi, itakuwa ishakata zile sehemu ambazo zina rangi nyeupe huko juu, itabaki free kama hivi. Then utakuja kuithimusi, utaadi smoothness edge mpaka nafikiri mpaka 6. Utabonyeza okay hapa. Baada ya hapo sasa logo yako itakuwa free, unaweza ukaweka rangi hapa. Utakuja utaweka tena, utafungua shape nyeusi, utabonyeza, utaifinya hivi, utabonyeza okay. Utakuja kuunganisha huku, uta click hapa, utatik, utabonyeza okay kuziunganisha. Baada ya hapo utakuja sasa kuweka texture image ambayo itabadilisha rangi. Utaenda kwenye picha huku, utaenda my gallery, utakuja utabonyeza image hapa, utatafuta picha ambayo utawekea. Maybe niwekee picha hii hapa, ndo ni select. Utachukua, utabonyeza tick hapa, utatik, then itabadilika automatically kama hivi. Kwa hiyo logo yangu tayari itakuwa ishabadilika muonekano. Nitakachokifanya pia nitakuja kwenye kuiweka inside shape, utabonyeza fade shape. Nitakuja kwanza kubonyeza shadow, nitaweka shadow kwa mbali, nitabonyeza, nitaweka offset ambayo inaonyesha shadow. Nitakuja kwenye inner shadow, nitaweka pia, nitatik, then tarudi, nafikiri maximum nitakuwa nimemaliza. Nitakuja kuongeza hapa jina, nitasema nitakuja sehemu ya cave, nitaiweka ibendi hivi.
nitakuwa nishamaliza kuandika jina hapo, au naweza kuliweka huko juu nikalitani hivi, then huku chini nikaweka kitu kingine, maybe nikasema naweza kuweka rangi pia, nikaweka hii hapa, nikaweka hii, then nikaweka stroke, na hii hapa naweza nikabadilisha rangi, nikaweka stroke. Basi nitakuwa nimemaliza. Nikitaka iwe transparent, isiwe na background hapa nyuma, nitakuja huku hapa hivi, hapa nitakuja transparent, nitasave. Nitasave to gallery. Takuwa nimemaliza. Nikitoka nikaja huku kwenye picha, nitaikuta huku. Takuwa ndo hii hapa, hii hapa.